weke nana natosha matoshi. Wacha tuweke mzee wetu Omar Mwinyi. Mombasa. Thank you. Asante. Thank you. Thank you very much. Asante. Thank you. Asante. Leo tumekuja hapa. Na tumekuja hapa kwa sababu muhimu sana. Kwanza kabisa ni kusafisha ile uchafu ambao inaendelea katika miji. Na uchafu wenyewe ni kwamba serikali hii ni serikali mbaya. Na unajua sisi tumezoea katika miji mikubwa siasa za upinzani. Lakini tuelezane kwa uchache hapa. Wale ambao wako nje ya serikali leo walijipata hapo kwa sababu zifuatazo. Tukianza na Gachagua, sababu yake ilikuwa ameweka mitego. Hata wale ambao wako kwenye serikali ambao ni wachache wanaambiwa hawa hawana ruhusa kuingia State House. Alikuwa na hata ofisi yake anakaa State House kuangalia wakina Kenyans wasifike, wakina wale wengine wasifike, kwa sababu anataka serikali iwe yao peke yao, ambao hiyo haiwezekani. Na sisi tunasema hivi, tumekaa katika upinzani miaka mingi sana. Na leo Mheshimiwa Ruto ametuleta watu wa Pwani wote tumekuwa kitu kimoja. Leo tulikuwa Kwale tukikaa na watu ambao walikuwa hatuwezi kukaa nao. Leo waziri wetu Joho anaweza kukaa na Mvurya wakacheka na wakafanya furaha. Na zamani haiwezekani hiyo kabisa. Sasa huyu rais anatufaa ama hatufai? Yeye leo ndio ametufanya sisi kwa kusanika hapa. Na tutafute namna ya kuwasaidia. Kuna port kule Kwale imejengwa, itaajiri watu wetu wa Kwale na wa Mombasa na wa Kilifi na wa Tana River na wa Taita. Kule Lamu port itapanuka pia vile vile. Tukiwa ndani ya serikali tutaingia katika hizo kazi ama hatuingii. Ikiwa waziri Joho yuko hapo, waziri Mvurya yuko pale, tutafaidika ama hatufaidiki? Kwanza saa hizi hata sisi tunaweza kwenda Nairobi tukaonana na waziri wetu. Ndio ama sivyo? Leo unamwona waziri anaingia kila mahali Pwani kuwafanya watu waanze kufaidika. Huko Kilifi ameenda akasema wale ambao wanachimba madini kule watengeze barabara, wawapatie watu wa kule maji. Anafanya kazi nzuri ya nzuri. Na watu zamani walikuwa mawaziri walikuwa wanafanya hayo kwa sababu huyo ana uchungu na watu wetu, ama sivyo? Sasa Gachagua kusema kweli hakuwa na nia nzuri mpaka sasa. Na anasema sababu anampinga Ruto ni kwamba amemtoa katika serikali. Nani alitoa Gachagua katika serikali? Yeye mwenyewe. Na Wakenya hawataki tena kusikia maneno ya ukabila. Wanataka kila mmoja awe atajisikia hii Kenya ni yake, ama sivyo jamani? Sasa mimi nitasifu Ruto. Kwa mara ya kwanza nitawaambia, tumekuwa na mara mpaka rais wote walikuwa wanapiga pale Changamwe ndio entry point. Chini ya uongozi wake nimepewa eka 20. Nitajengewa primary school, nursery school, secondary school. Nitajengewa hospitali level 4. Nitajengewa mahali ya workshop ya wafanyikazi wale ambao pale Kisumu ndogo. Nitajengewa playgrounds. Jameni, tutoke kwa serikali ama tubakie? Tumeingia katikati, mambo ni haya. Je, tukibakia tukiingia katika ile 2032 tutafaidika zaidi ama hatutafaidika? Hebu tuangalie wale waliokuwa upande ile ya kule. Mwajua majina yao, si ndio? Wale hawana kazi jameni. Hawana, wanatafuta nini? Wanatafuta kazi, ama sivyo? Sasa vijana wetu ndio hawana kazi, ni wengi. Wale wachache wanataka kutuvurugia vijana wetu wao wapate kazi. Sasa ubora ni kwamba mjue Rais Samia Suluhu
amewaanza kuwafukuza Wakenya wanaofanya biashara kule, ama sivyo? Je, tukileta vita hapa atafanya nini? Atafunga mpaka wake. Tutakimbia wapi sisi watu wa pwani? Kuna mahali pa kwenda, kuna mahali pa kukimbilia. Sasa kama kuna kitu muhimu ambayo Raila amefanya ni kufanya ino nchi iweze kuwa huru, mpaka leo tuna mkutano mahali kama hapa. Kwa hivyo baba Raila unaweza kumkashifu, lakini kwa jambo hili amefanya jambo ambalo ni jambo la maana. Na niwaambie, ametuahidi walimu wataandika, atatupatia nafasi. Hawa jeshi wakiandika, watatupatia nafasi. Watoto wetu angawa nao waingie kwenye jeshi, ama sio jameni? Ni wakati umefika ama haujafika? Sasa sisi tumuunge mkono waziri wetu pamoja na waziri wetu Mvurya. Wanapokanyaga sisi tufanye nini? Tukanyage hapo hapo, ili na sisi tujue faida ya serikali for the first time kutoka hino nchi ianze, ama sio jameni? Sasa kwa ufupi, leo tumeletwa hapa na Mama Zamzam. Mama Zamzam ni mgeni katika mambo ya uongozi ndani ya Mombasa. Ni kweli ama si kweli? Lakini kazi ambayo ameshaifanya mpaka dakika hii ya sasa, Mungu amweke, ama sivyo? Mungu amweke ama simweke? Nyota yake imeng'ara ama haijang'ara? Haijang'ara Mombasa peke yake, imeng'ara nchi nzima. Ndani ya bunge anatambuliwa. Wanasema Zamzam haongei kwa Kiswahili, na anaongea ama haongei? Anatetea ama hatetei? Yeye ameifanya hii, imekuja hapa Mombasa ili nyinyi mfaidike. Tuelewana? Je, kura yenu imepotea? Kura yenu imepotea? Haya, kwa hivyo Mama Zamzam mumuenzi jameni. Na anasema kitu kimoja, sisi hatupendi kuona viongozi wakitukanwa. Na sisi Mombasa tuna tabia hiyo siku hizi. Huyu Zamzam anaheshimiwa kitaifa. Wewe mtu wa Mombasa, kwa nini wamtukana? Tumeelewana? Kwa hivyo wenye siasa hizo wafanye nini? Wakome. Wamwache Zamzam afanye nini? Ang'are, ama sivyo? Na kazi anaifanya maifanyi. Mwaona ama muoni? Muna ushahidi ama hamuna? Aendelee ama siendelee? Aendelee ama siendelee? Haya. Ala. Vijana masemaje? Na nyinyi hapo kwenye boma masemaje? Haya. Alafu hapa kuna wazee wetu hapa. Bezimba aendelee ama siendelee? Na Machele na nani mwingine? Bana Katana Wakaleleni, sawa? Haya, na gavana wetu haya, na seneta wetu na Mishimboko na Simba mwenyewe. Haya, asante sana. Thank you. Sasa na yule ambaye ametuleta hapa leo ni nani? William Samoei Ruto. Namna gani naye? Namna gani? Mbona mfanyi kwa nguvu? Namna gani? Na hapo asante sana. Mimi nimesindikiza akina mama na 100,000. Na Mheshimiwa Mishi amefiliwa na mfanyikazi wake wa ofisini, na yeye amenituma na 100,000. Mapokea ama niregeshe? Niregeshe ama niweke? Asante sana. Thank you very much. Asante sana na Mungu atubariki. Mama Zamzam kupenda. Haya. Asante, thank you. Wacha tuite mzee wetu kutoka kula, anaitwa Fare Maalim. Wapi makofi ya Fare Maalim? Hebu tumpongeze yeye na sauti na vikelekele. Watu wa Mombasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi yangu si mengi, nataka niwaambie kitu kimoja tu. Tunasema Mungu amesema katika Qur'an,
hal jazao lihsan illa lihsan. Mwanajua manake? Mungu anakuuliza wewe, kama umefanywa fadhila lazima ulipise na fadhila, si ndio? Leo sisi Waislamu na Mijikenda na kabila hao yote ndogo ndogo hatukupata uhuru mpaka Ruto ameingia akawa president. Kabla ya hiyo, kama jina yako ni Abdullahi, unapata tabu kwa mambo ya ID card na passport. Maendeleo hakuna. Maendeleo ipo ama haipo sasa? Sisi katika Northeastern Province tunaona lami mara ya kwanza kwa miaka zaidi ya 60. Mumeelewa? Sasa nataka niwaambie tusipoteze nafasi hii. Watu wa Mombasa, watu wa Pwani, hawa makabila zote, Mijikenda, Waislamu wote na Wakristo ndugu zetu, tuhakikishe safari hii tumejiandikisha vizuri sana kwa kura na tumejitokeza. Mumeelewa? Ndio watu wajue idadi yetu ni nyingi ya kutosha. Na tunasema Ruto nini? Ruto ni? Ruto ni? Haya, dada yetu huyu nani, Mama Zamzam. Unajua mimi nilikuwa speaker ya bunge zamani, deputy speaker, sio? Na sasa hii niko assistant speaker. Ninakaa kwenye chayo hiyo kiti hiyo. Mashaallah, nikisema oda, huyu dada yenu anawawakilisha vizuri sana. Sana. Ukimpa nafasi, na mimi nikiwa kwa kiti, akiuliza tu nafasi nampa mara moja kwa moja. Umeelewa? Lakini mutamrudisha 2 term. Mutamrudisha 2 term. Haya, tuendelee na maendeleo hivyo inshallah biidhnillahil bari. Na mimi yangu mchango wangu ni 100,000. Nimwambia asanteni sana. Asante sana. Huyu mzee ni mzee wa maana. Ngoja. Huyu mzee anatosha matoshi. Anajua kushawishi ajui. Wapi vikelekele apeleke kule Garissa. Wacha tumuite mama kutoka hapa Kilifi. Mama Mbeyu. Akuja aseme kamna utu Asema asiseme. Mkisema kamna utu unasemaje? Na utu Kamna utu. Asema asiseme. Wapi kelekele ya huyu mama Mbeyu? Mombasa hoye! Mombasa hoye! County 001 Kenya nzima hoye! Mama Zamzam hoye! Mzasindaze. Ni mzima. Acha Kishutu hoye! Mimi nimekuja Mombasa, niko home hapa. Naitwa Mheshimiwa Mbeyu Mwenyanje, Mama Lao, Mama G, Mbeyu Bomo, kutoka kule Kilifi, toto la baba Raila Amolo Odinga. Yani niko Mombasa, niko home, siko home. Mimi huyu Zamzam nampenda sana. Unajua mimi kitu Mama Lao kule Kilifi 003, ndo Mama Lao Mombasa 001. Kweli uongo? Sisi tunapendana sana. Unajua mimi ni senior saizi. Mimi niko kipindi ya pili mwambao huu wa Pwani kutoka Lamu mpaka kule Kwale. Sasa tukikaa pamoja hivi wanachukua gomba kutoka kwangu hawa. Ya women rep wanatoa gomba kutoka kwangu hawa. Mimi nawapenda hii kazi wanafanya. Alinipigia simu usiku sana last week, anambia nataka kuone. Unipigie hilo debe la 2 term tu, napigwa vita Mombasa. Mwampiga vita Zamzam ninyi? Wanaompiga vita washindwe katika jina la Yesu. Leo ni Sunday. Washindwe wasishindwe. Sasa hata hajamaliza miaka 3, vita vya nini? Wivu si wivu. Wivu si wivu. Washindwe. Mwache na malize miaka yake 5. Aende 2 term kama mimi ambao niko 2 term na ngoja 3 term huko Kilifi hivi. Halo? Nataka tuelewane hapa. Waziri Joho ukiwa hapa, Simba
yani 0010. Gavana akiwa hapa, si tunataka kuambia watu wetu ukweli. Halo vijana, tulieni. Tunataka kuambia watu wetu ukweli. Ndani ya pwani wajinga waliisha Kenya, na hakuna wajinga pwani. Kweli uongo? Hakuna mtu atakuja kutuambia ati one term so what. Baba aliwaambia one term so what. Yani Gachagua unshindwa hata kwenda raundi nusu uongozi. Watu ambia si one term, utaweza nini wewe? Ameshindwa na nusu raundi, hakushindwa. Gachagua nusu raundi ya uongozi ilimshinda, haikumshinda. Sasa ni ipi anatafuta? Ipi anatafuta? Na mheshimu sana mamangu Martha Karua, lakini tuambie ni lipi umefukua kwa serikali miaka yote umefanyia kina mama kama hivi Zamzam anafanya ndani ya Mombasa? Martha Karua, tuambie ni mkutano wa kina mama uliweka wapi ndani ya Kenya tukusifu kwa wayaweza haya maji Ruto anayo yaoga? Niseme nisiseme? Ati Eugene Wamalwa. Sasa mambo gani haya? Huyo babangu Kalonzo Musyoka naye watermelon. Haya utuambie nini hii Kenya? Tuambie tusiwambie? Haya Ruto hayawezi. Kweli uongo? Niseme zile faida si tumepata ndani ya serikali ya Kenya Kwanza? Niseme faida? Mawaziri wawili. Mawaziri wangapi? Mvurya na Sultan Hassan Ali Joho. Ni mawaziri si mawaziri? Tushawahi kuwa na mawaziri wawili hii Kenya uongozi wote uliopita? Tumewahi hatujawahi? Tumewahi hatujawahi? Kwa mara ya kwanza ndani ya pwani tuko na PS watano. PS wangapi? Haijawahi kuwa uongozi tangu 1963. Tuko na PS wetu kijana mdogo kutoka kule Bamba Ganze za Riguta Karinena. PS mdogo miaka 29. Ndani ya Kenya, serikali ya Kenya Kwanza, Fikirini Jacob. Hebu mpigeni makofi pale yuko. Tuko na PS wa transport, Mohamed Dagar, anatoka pwani. Kweli uongo? Tuko na PS wa education, science and research, Professor Abrazak Shaukat. Mwamjua? Atoka pwani, hatoki pwani? Kuna Abubakar Mohamed wa kutoka Lamu. Tumewahi hatujawahi? Nimsahau nani? Faruku si PS huyu. Mwadime PS Leba. Sasa sisi ni lini tutaambiwa saizi tuimbe ati one time round moja nikushindwa sema tu one time utaweza? Sisi tuko ndani na hatutapigana vita vya wenyewe. Waziri Joho yuko hapa alituambia hivyo. Vita vyao wapigane wenyewe. Tunataka maendeleo. Tunataka nini? Mwataka maandamano, mwataka maendeleo. Mwataka maandamano, mwataka maendeleo. Huko kupata risasi